Eleza kwamba Imamu Hasani alayhi salam naye aliuawa kama alivyouawa mdogo wake Imamu al-Hussein. Na tukiwaambia baadhi ya watu wanaosema kwa nini kila siku ni Husaini tu, ni Husaini tu, mbona Hasani hamzungumzi? Tunawaambia ndugu zangu, sisi tunawazungumza Ahlubeiti wote, si Hasani si Husaini. Wako wengi hawa, tuna maimamu 12 kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama tulioachiwa kama ni Waislamu, wao wawe ndio viongozi wa dini hii, ndio viongozi wa Waislamu. Lakini kwa hawa wote, panapotokea matukio ya huzuni tunawaeleza Waislamu, panapotokea matukio ya furaha tunawaeleza Waislamu. Imamu huyu mjukuu wa Bwana Mtume Muhammad, ambaye Bwana Mtume Muhammad alimpenda sana, na akazungumza katika maneno yake maarufu akisema, Allahumma inni uhibbul Hasan, ewe Mwenyezi Mungu, kwa hakika mimi nampenda huyu Hasan, fa ahibbahu, basi Mwenyezi Mungu na wewe mpende mjukuu wangu huyu, wa ahibba man yuhibbuhu, na mpende yule atakayempenda mjukuu wangu huyu Hasan. Huyu ndiye Hasani ambaye aliweza kufariki. Lakini kwa nini alifariki mtoto huyu ambaye Bwana Mtume Muhammad alimpenda sana, mtoto ambaye alifanana zaidi na Bwana Mtume Muhammad? Hakuna ambaye aliyokuwa anafanana zaidi na Bwana Mtume Muhammad katika kizazi cha Bwana Mtume kama huyu Hasan bin Ali bin Abi Talib. Imepokelewa tangu anazaliwa mtoto huyu, Bwana Mtume alimchukua akamuadhinia katika sikio la kulia na akamtolea ikama katika sikio la kushoto na akampa jina Hasan. Bwana Mtume Muhammad akamfanyia na hakika mtoto huyu siku ya 7, akamchinjia kondoo. Na Bwana Mtume Muhammad alimpenda sana na alifanana zaidi na Bwana Mtume Muhammad. Lakini pia Bwana Mtume Muhammad, mtoto huyu ilikuwa akija, Bwana Mtume Muhammad yuko msikitini anaswalisha Waislamu, katika sijida amesujudu, mtoto huyu akipanda mgongoni kwa Bwana Mtume, Bwana Mtume ilikuwa haamki katika sijida yake, kwa sababu mgongoni kwake kuna Hasan bin Ali. Bwana Mtume anaona atamuudhi Hasan bin Ali. Ilikuwa Waislamu msikiti mzima wanachelewa kuinuka katika sijida kwa sababu tu kiumbe au binadamu au mtoto ama mjukuu swahaba Bwana Mtume Hasan bin Ali yuko mgongoni kwa Bwana Mtume anacheza, ikawa inabidi watu waendelee kusujudu ili hali mtoto huyu asiudhiwe, aendelee yeye kucheza mpaka atakapomaliza. Akishuka basi Bwana Mtume atatoka katika sijida na kuwatoa Waislamu katika sijida. Haya ni machache tu katika cheo na fadhila na daraja za mtoto huyu, na ambaye alibashiriwa na Bwana Mtume Muhammad pepo tangu mapema. Akasema, Hasan wa Hussein sayida shababi ahli janna, hakika mwanangu Hasan na huyu Husaini, wawili hawa ndio mabwana wa vijana wa peponi. Huwezi ukawa wewe ndio bosi wa watu wa peponi ili hali wewe hauko peponi. Kwa hivyo watakaoingia peponi wote wamebashiriwa na kuambiwa kwamba mabosi zao ni hawa Hasan na Hussein, ndio watu watakaokuwa watukufu zaidi kuliko vijana wote watakaoingia peponi. Na tunajua watu wote wataingia peponi ili hali ni vijana, hakuna atakayeingia peponi ni mzee. Kwa maana hiyo wote watakaoingia peponi, watoto hawa itakuwa ndio watu wenye cheo na daraja kuliko watu hawa watu wa kawaida. Ukitoa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama na Ali bin Abi Talib na mama yao, watakaokuwa na cheo zaidi ni hawa vijana wawili. Kwa nini kijana huyu aliuawa? Kwa nini Hasan bin Ali aliuawa? Hasan bin Ali, ndugu zangu, aliuawa kwa sababu alikuwa akitetea dini ya babu yake, alikuwa hataki Uislamu uchafuliwe, akauawa. Nani alimuua Hasan bin Ali? Aliyemuua Hasan bin Ali ni kiumbe mbaya anaitwa Muawiya bin Abi Sufyani, kupitia kwa mke wa Hasan bin Ali, Juda binti al-Ash'ath. Kupitia kwa mwanamke huyu Muawiya bin Abi Sufyani aliweza kumuua al-Imam al-Hasan kwa sumu iliyoagizwa kutoka Roma huko. Muawiya akaagiza sumu hii na akamtuma mkewe Muawiya, akamtuma mkewe kumpelekea mke wa Imamu al-Hasan kule Madina. Kisha yule mwanamke akaahidiwa kwamba, bwana, utakapomuua al-Imamu al-Hasan basi wewe utapewa mali nyingi na wewe utafanywa ni bosi na utaolewa na Yazidi bin Muawiya ambaye yeye ndo atakuwa khalifa baada ya baba yake Muawiya kufariki. Kwa hivyo mambo haya na maneno haya yakaenda na huyu mwanamke moja kwa moja mpaka kwa mke wa Imam Hasan, na mwanamke yule akapewa maneno haya. Na tunajua wanawake, imekuwa inajirudia katika historia, wanawake wengi wamewaua waume zao, na hata mpaka katika dunia yetu ya leo wanawake si watu wa kuwaamini sana. Ikiwa wamemweza kumuua al-Imam al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, wewe na mimi ndugu yangu ni nani tukaacha kuuawa na wanawake hawa?
tukaacha kufanyiwa madhila na wanawake hawa. Nadhani watu watakuwa shahidi na wananielewa nini sasa hivi kinatokea katika mazingira yetu. Wanawake namna gani wanavyotufanyia vibaya sisi kama mashehe, sisi kama waumini, sisi kama Waislamu. Tusishangae haya yanayotokea. Ikiwa wanawake waliweza kumuua mjukuu wa Bwana Mtume Muhammad, Hassan bin Ali, katiliwa sumu na mkewe kwa amri ya Muawiya bin Abi Sufyan, kwa kupewa tamaa za pesa, tamaa za kuwa mke wa mfalme, mke wa bosi, akathubutu kumuua mjukuu wa Bwana Mtume Muhammad. Sasa aliyemuua al-Imamu al-Hasan si mwingine ni Ju'datu bint al-Ash'athi kupitia amri ya Muawiya bin Abi Sufyan. Kwa nini walimuua? Ndugu zangu, baada ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kufariki dunia, Waislamu wakachaguana na wakaafiki kwamba Abu Bakari bin Kuhafa ndo awe kiongozi. Baada ya kuondoka yeye akaja Abu Bakari, akaja Saidna Umari, baada ya kuondoka yeye Saidna Uthmani, baada ya kuondoka yeye akaingia Imamu Ali alayhi salam miaka mitano. Alipoondoka Imamu Ali, basi Waislamu pale Al-Kufa wakakusanyika na kumchagua Hassan bin Ali kwamba yeye ndo awe kiongozi baada ya baba yake. Si kwa kurithi, ni kwa sifa alizokuwa nazo na kwa nafsi dalili aliyoiacha Bwana Mtume Muhammad kwamba hawa ndio viongozi baada yangu. Waislamu wakaridhika hilo na Waislamu wakalichukua hilo na wakawa ni kiongozi wao, wakawa ni wanamfuata al-Imamu al-Hasan bin Ali. Baada ya kumfuata al-Imamu Hasan bin Ali, Muawiya bin Abi Sufyan aliyekuwa yupo katika miji ya Sham akakana kumtambua Hasan bin Ali kwamba yeye ni kiongozi wake. Na hii haikuwa Muawiya tu ameanza zama za Hasan bin Ali, hata zama za baba yake Ali bin Abi Talib. Hasan huyu Muawiya hakutaka kumtambua Ali bin Abi Talib kama ni kiongozi. Kwa hivyo walipigana vita, kuna vita vya niaba, vita vya Jamal. Muawiya alidhamini vita hivyo, lakini wakapigwa wale watu. Lakini akaja mwenyewe Muawiya katika vita vya Siffin na yeye akapigwa. Baadaye akatokea aliyotokea, kuuawa Ali bin Abi Talib. Sasa Muawiya bin Abi Sufyan yuko hai, lakini Ali ameuawa. Baada ya kuuawa Ali, mwanawe Ali ndo kawa kiongozi. Sasa Muawiya anataka kuendeleza vita vile ambavyo alivianza na baba, ili hali leo mtoto ndiye mtawala. Hassan bin Ali ndiyo mtawala. Likatengenezwa jeshi kutoka Sham, jeshi kubwa. Muawiya akaanza kutumia hila za kutumia pesa, akifikiria kwamba mimi katika vita vya Siffin tulipigana, lakini hatukufua dafu, tuliuawa sana na tulipata hasara katika vita vile. Muawiya akaona katika vita hivi, mara hii mimi sitaki kuingia katika vita vya panga, naingia katika vita vya fitna, nitatumia pesa. Muawiya bin Abi Sufyan akaanza kununua viongozi wa jeshi la Ali bin Abi Talib, la jeshi la Hassan bin Ali bin Abi Talib, mmoja mmoja viongozi wakanunuliwa, ikafikia pabaya zaidi mpaka kamanda wa majeshi aliyeaminiwa na Imam Hassan bin Ali bin Abi Talib alikuwa anaitwa Abdullah bin Abbas, naye akanunuliwa na Muawiya bin Abi Sufyan. Ina maana mpaka kamanda akanunuliwa, Imam Hassan amebaki na nini katika mkono wake? Mwisho watu hawa wakatangaza kwamba Imamu Hasani afanye sulhu. Mwisho Imamu Hasani ikabidi kwa shingo upande akakubali ile sulhu na akaweka masharti, miongoni mwa masharti kwamba Muawiya awe khalifa, lakini siku atakapokufa basi ukhalifa urudi kwake al-Imamu al-Hasan, na ikiwa Imamu Hasani amefariki ukhalifa urudi kwa al-Imamu al-Husaini. Muawiya alipoona hivyo, baada ya miaka 10 ya utawala wake akajiona sasa anazeeka, atafariki muda si mrefu, ikabidi amuue Imamu al-Hasan ili mradi yeye akae salama, kisha na mwanawe naye aje achukue ukhalifa na kiti kile cha uongozi. Hii ndiyo sababu ya kuuawa mjukuu huyu wa Bwana Mtume Muhammad, Hasani bin Ali bin Abi Talib. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awalaani wale wote walioshiriki, wale wasiompenda Hasani bin Ali bin Abi Talib, na atujalie uombezi wake na uombezi wa babu yake.